Afya Comedy. Katika kuhakikisha tunaendelea kukumbushana na kila mwananchi awe katika hali nzuri, afya nzuri pia. Hii ni Afya Comedy na mimi nimeamua sasa kutembea kuizunguka dunia, na hapa ni nchini Ujerumani. Nimekuja kujifunza ili kusudi niweze kushare na nyinyi Waswahili wenzangu. Katika Afya Comedy unapata fursa ya kujifunza masuala ya afya kwa njia ya ucheshi na vichekesho. Ndio kawaida yetu, au sio? Leo tutazungumza kuhusiana na ugonjwa wa kipindupindu. Sasa kwa kuwa mimi ndio muendesha kipindi na nipo nchini Ujerumani, sasa nitaungana na timu yangu ya Afya Comedy ambayo iko hapo Tanzania. Kijana Morris atakwenda mtaani kuongea na wananchi ili tuweze kufahamu, je, wanafahamu kuhusiana na ugonjwa wa kipindupindu? Halafu baada ya hapo sasa ndio nitakupeleka kwa mchekeshaji wetu aweze kukuchekesha, lakini pia ujifunze. Ninaitwa Kitenge Comedian na hii ni Afya Comedy, na hapa ni TV Tanzania, moja kwa moja Waswahili kutoka mji wa Cologne nchini Ujerumani. Tuwe pamoja kuanzia mwanzo wa kipindi hiki mpaka mwisho. Asante. Unaendelea kutazama kipindi cha Afya Comedy. Maoni yako ni ya muhimu sana kwetu. Unaweza kutuandikia ujumbe mfupi wa maneno kwa kupitia nambari yetu ya simu inayopita hapo katika skrini yako. Endelea kupata elimu pamoja na burudani. Sasa hizi dada. Salama tu, kwema. Kwema kabisa. Unaitwa nani? Naitwa Aziza Magota. Aziza Magota. Aziza Magota, kipindupindu ni nini? Kipindupindu ni ugonjwa hatari sana kwa mwanadamu. Tena ni hatari kweli kweli. Kivipi? Yaani sababu yenyewe ndio maana nakwambia ni hatari. Kwanza ukikupata, yaani ni kitu kimoja cha kukaa nacho mbali, kwa sababu ukikupata una shida vibaya mno. Umeona? Na sisi wenyewe jinsi tunavyokaa na kuangalia, kwa sababu watu wengi wanasema sana jinsi gani ya kujilinda, lakini sisi hatusikii. Pale sisi binadamu tunazingatia kusema kwamba ni Mungu yupo ambaye ndo anatoa, lakini kuna vijisababu fulani ambao ndo ugonjwa tunaupata. Mambo vipi kaka? Salama. Unaitwa nani? Ibrahim Shabani Saif. Ibrahim, kipindupindu ni nini? Kipindupindu kuwa nini bado? Si uelewa huo si. Uelewa huo una. Kipindupindu ni nini? Sasa ugonjwa wa kipindupindu unasababishwa na nini? Ugonjwa wa kipindupindu unasababishwa labda kutokana na mazingira ambayo ya kwetu tunayoishi nayo. Sana uchafu. Uchafu wa design gani? Yaani huu ni uchafu ambao unaweza kusababisha ugonjwa wa kipindupindu. Ni kweli. Kutokana na hali labda mataka kuweka ovyo, na maana sisi wenyewe hatujitizami kwamba mimi hichi kitu ni kibaya ambacho natakiwa nikihifadhi sehemu, lakini hatufanyi hivyo. Ndio. Ndio hivyo ndugu yangu. Kingine unachoelewa wewe? Kingine ninachoelewa mimi, nadhani siwezi nimejisahau. Lakini mimi ninachojua ni taka ambazo za kuweka ni sehemu tofauti na mazingira yetu ambayo sio masafi. Usafi ndio unazingatiwa. Usafi ndio unazingatiwa. Mambo vipi? Barida. Unaitwa nani? Mimi naitwa Ali Kindenga ujue. Ali Kindenga. Ali Kindenga. Hivi kipindupindu kinasababishwa na nini? Kipindupindu? Muona hii uchafu ujue. Uchafu wa design gani sasa? Wa design kama hizi takataka tunawekewa kutokana na mazingira ujue, serikali ujue jinsi ilivyo ujue. Sasa umesema kipindupindu kinasababishwa kutokana na mazingira ya uchafu. Ya uchafu. Uchafu wa design gani? Uchafu ndo kama hivi, tunaona takataka hizi hapa. Takataka. Okay. Je, kuna njia gani za kuweza kuepukana na ugonjwa wa kipindupindu? Viongozi tuliowachagua ndio wanaweza kutuepusha uje na mambo haya hapa ujue. Ndio. Wa serikali za mtaa na hadi ngazi zinazohusika ujue, ndio wanaweza kutuepushia mambo haya, lakini bila viongozi wanaohusika ujue kutuepushia mambo haya, sisi kila siku tutaathirika na magonjwa haya hapa ujue, kila siku atakuwepo. Mambo vipi? Fresh na kwaje? Safi ndugu yangu. Unaitwa nani? Mimi naitwa Jafari. Jafari, kipindupindu ni nini? Kipindupindu ni yani
ichukulia kwamba kipindupindu najua kama ni yani tuseme kama uchafu fulani ambao unakuja kwa njia ya bakteria ya, na kusababisha watu kuharisha na kuwa na homa kali na mpaka wengine mpaka kuelekea kwenda kulazwa. Kuna dalili gani ambazo unaweza kumjua kwamba huyu mtu ni ana ugonjwa wa kipindupindu? Sana sana kuharisha, kutapika, tena maji kama ni kuharisha analisha yani tuseme ni choo cheupe. Choo cheupe. Yani kama maji ya mchele vile. Sasa katika akili unaweza kusema hichi ni kitu fulani. Zaidi hapo kuchukua hatua kumpeleka hospitali. Kuchukua hatua kumpeleka hospitali. Sasa unawashauri nini wa Tanzania? Nachowashauri wa Tanzania sote kwa pamoja ni usafi, tuweke mazingira yetu yaliyo salama, tusizembee vitu kwa kuviona, kwa sababu mtu anaweza kuona labda uchafu kidogo tu mbele ya nyumba yako akaona huu uchafu utakuja utachukuliwa, lakini ukiuhifadhi vizuri unaweza kuwa ni faida kwako, na ukiwacha vinaona ni athara kwako, sababu unaweza kuacha ule uchafu mtoto wako akaja akachezea akaingia ndani akaleta magonjwa na sababu. Kwa hiyo kikubwa ni kufanya mitaa, mazingira, sehemu za takataka ziwe salama ili tuweze kuona na mambo kama haya. Ndio ushauri wako unawashauri wa Tanzania wenzetu. Wa Tanzania wenzetu. Tujifunze usafi. Safi. Asante sana. Haina shida, nashukuru. Poa poa. Mama, shikamoo. Marahaba. Mama, unaitwa nani? Naitwa Matrida. Matrida. Kipindupindu ni nini mamangu? Kipindupindu ni masalio ya uchafu ambao unazagaa ovyo. Kivipi sasa? Mbona unacheka sasa mama? Sielewi. Kipindupindu kinasababishwa na nini? Kipindupindu kinasababishwa na uchafu, takataka kutupatupa ovyo ndio kinasababishwa. Nasababishwa yani kivipi takataka kutupa ovyo kivipi? Yani ni njia gani ambazo wewe unazozifahamu ambazo zinaweza kusababisha ugonjwa wa kipindupindu? Naomba unielezee, yani ni njia 1, 2, 3, 4, 5, 6 ambazo unazozifahamu wewe. Hizo mimi sizijui. Usijui. Kivipi sasa? Sasa tunaweza tukatumia njia gani ya kuweza kuepukana na ugonjwa wa kipindupindu? Njia zake tunatokana na wenye madaktari jinsi gani watakavyotuambia, kama tutawahi kumpeleka hospitali, unaona, na wao wenyewe kusema kwamba huu ni ugonjwa fulani, kwa sababu wale wana mazingira yao. Sasa hapo mfano ikitokea ndani kwako unapoishi katika familia yako akatokea mgonjwa wa kipindupindu, unaweza ukatumia njia gani? Njia ambayo kutumia kumpeleka katika zahanati. Nitamuandaa na kumpeleka zahanati. Utamuandaa kivipi? Mimi nitamwandaa kama kadri alivyo, labda mimi nahisi vile ana kipindupindu. Unaona, kama mimi katika utashi wangu mazingira yetu sisi tunayoishi ya Uswahilini, nitamvalisha nguo zangu na muandaa mgonjwa wangu nampeleka hospitali. Sasa unawashauri nini wa Tanzania kuepukana na ugonjwa wa kipindupindu? Wa Tanzania na washauri wazingatie kile ambacho tunachoelezwa, kwa sababu kuna vyombo vya habari vipo. Unaona kama vile TV, kuna maredio, unasikiliza, umeona vitu mbalimbali mpaka makongamano yapo. Kongamano yanayofundisha masuala ya afya. Afya, yani wewe mwenyewe kwanza jirinde wewe mwenyewe. Unanielewa vizuri Tena kama katika makongamano kibao. Mazingira tofauti sisi tunapata kauli mbiu za watu, jamani fanyeni hivi, fanyeni. Na ukizingatia Mungu anakusaidia. Unaweza kuepukana kabisa na ugonjwa wa kipindupindu. Unaweza kuepukana nao kabisa yani. Asante sana dada. Kitu cha kukataa. Asante sana. Nashukuru mtangazaji. Kaka kwema? Kwema. Unaitwa nani kaka? Naitwa Athmani Ahmadi Idi Matata. Athmani Idi Ahmadi Idi Matata. Hivi kipindupindu ni nini? Kipindupindu ni ugonjwa wa kuambukiza. Kivipi? Kwa sababu kwamba ni ugonjwa wote ambao ni ugonjwa ambao unaambukiza. Ni ugonjwa ambao unaambukiza. Unaambukiza sasa kivipi yani? Sababu zake labda takataka. Usipotunza takataka vizuri, kwa nzi wale wakaenda kutua katika yale matakataka kisha yakarudi kwenye vyakula, basi na wewe ukila kile chakula unapata kipindupindu. Ni madhara gani yanasababishwa na ugonjwa wa kipindupindu? Yaani ukipata ugonjwa wa kipindupindu yani ni madhara makubwa sana unaweza ukayapata, ni madhara gani? Madhara kupata kipindupindu,
kwanza kuumwa kwa muda mrefu, alafu kama vile kuharisha na kutapika na tumbo kunyonga. Ndio madhara ya kipindupindu. Madhara unaweza kuyapata ni kuumwa kama hivyo, kuharisha, kutapika, na unaweza kupoteza maisha vile vile. Unaweza kupoteza maisha. Ni ugonjwa hatari sana. Ni ugonjwa hatari. Ambao unaua kwa haraka zaidi. Miongoni mwa magonjwa yanayoua haraka, na kipindupindu nayo kinaua haraka. Ni njia gani ambayo tunaweza tukaitumia kuepukana na ugonjwa wa kipindupindu? Kuweka mazingira safi na kusafisha mazingira. Ndio. Mazingira safi na kusafisha mazingira na kuweka matakataka sehemu ambayo inastahili. Ndio. Na kutoa kwa wakati. Ndio. Na watoto wetu tunatakiwa tuweke katika mazingira gani kuepukana na huo ugonjwa? Watoto wetu tuweke katika mazingira masafi ambayo hayana uchafu na ambapo hapakaribiani na sehemu ya takataka. Unawashauri nini Watanzania? Mimi nawashauri kuzingatia usafi. Kuhakikisha takataka zimefunikwa vizuri, wakati wa kula usile bila kunawa mikono. Nawa mikono, hakikisha unapokuwa unakula chakula kwamba uwe makini kuangalia nzi wale wasije wakatua kwenye chakula unachokula. Unaweza kuwa unaongea kuangalia pembeni, umeshika tunda hivi, yule nzi akatua pale juu. Wewe hujui, ukaendelea kula kama kawaida. Wakati nzi ametoka kwenye dustbin kaja katua pale. Unaweza kuwa umehifadhi vizuri, lakini jirani yako akawa hajahifadhi vizuri. Kwa hiyo watu wahifadhi tu takataka vizuri. Unawashauri na wao wananawa mikono kabla ya kula. Hasa zile nyakati za mripuko kama huo. Ndio. Asante sana kaka. Nashukuru sana. Nashukuru sana ndugu yangu. Naam, bila shaka mtazamaji umeweza kujionea ni kwa jinsi gani baadhi ya wananchi hawafahamu kuhusiana na ugonjwa wa kipindupindu. Bwana, sasa umeandaa mbavu zako? Twende basi jiunge katika moja ya mahojiano ambayo nishe kuyafanya na mchekeshaji wetu Masai Nyota. Yeye yuko hapa kujifunza lakini pia kukuchekesha. Hii ni Afya Comedy na hapa ni TV Tanzania. Moja kwa moja kutoka Ulaya bwana, nchini Ujerumani. Masai, mambo vipi bwana? Salama bwana, kwema. Kwema kabisa. Watanzania, Waswahili, watazamaji wetu wa TVE walikumisi sana bwana. Na nimedudi hati, tuko pamoja tena, niko na Kitenge daktari. Umefanyaje? Nimedudi tena kwa mara nyingine tena. Nimedudi nani liu. Sawa, hivyo hivyo. Na Kiswahili nasungati. Masai, jo, niambie uko poa kabisa? Niko salama kabisa, nasikia raha ndani ya Afya Comedy na naona watazamaji yetu wanafurahi sana pale wakitazama hii kipindi ya Afya Comedy. Na watu nikipita tu kwa mtaa. Ndio. Hata juzi hapa mimi nimeenda Kiteto. Ndio. Nikakuta watu kule wanauliza, sasa unakuja huku tutaonaje Afya Comedy? Nikasema nimekuja Fasita na narudi Sadalama tena Fasita, nikakae ndani ya TVE tena. Ni Dar es Salaam sio Sadalama. Hiyo sasa ndani ya TVE. Karibu sana bwana. Masai, leo tunazungumzia maudhui yetu ya kipindi cha leo. Leo tunazungumzia kuhusiana na ugonjwa wa kipindupindu. Kwanza tuufahamu, alafu tujue ni chanzo chake ni kipi, jinsi gani vile unavyotokea, ni jinsi gani unavyoenea na jinsi gani tunaweza tukajikinga nao. So unajua kuna mvua sasa hivi Kwa hiyo ugonjwa huu unakuwa unasambaa sana kutokana na hizi mvua na vitu kama hivi. Na napenda hiyo ukinisaidia kufindisa. Nikienda kwa nyumbani hata nikitwanga sumu hata kama niko kumbado sijaenda. Sawa. Na mimi nafindisa kule watu wajue. Sasa labda nikuulize, unafahamu nini unaposikia neno kipindupindu? Na jua sana hiyo ni maana ya kupinduka kama anaweza kuta mtu unapinduka tu, hata ujui inaweza kuwa ni ajali ya aina mbalimbali, labda unapiga anaendesha gari ama ni kupinduka tu. Hapana, hiyo sio maana yake. Yaani wewe unaongelea ajali, ni vitu vingine, sisi tunaongelea ugonjwa. Nisaidie kufafanua sababu mimi ilikuwa najua ni kupinduka kama kupinduka. Sasa na hiyo hautaki. Hapana, hiyo sio sahihi. Hiyo sio sahihi. Jamani, namuelimisha Masai hapa, lakini nikiwa namuelimisha Masai, najua pia nawaelimisha na watazamaji wangu wa Afya Comedy ambao wako nyumbani. Kwa hiyo kikubwa tucheke lakini pia tupate ujumbe. Na sisi katika uelimishaji bwana Masai, huwa tunatumia jumbe kutoka kwa wataalamu wa afya wenyewe. Na kuna kainsi kanapita hapa. Kafukuze. Ni hatari sana. Nasumbua tu. Sasa sisi tunatumia jumbe kutoka kwa wataalamu wa afya. Hichi hapa na kipeperushi kutoka Wizara ya Afya.
Najua na wenyewe huwa wako wanapambana usiku na mchana kuhakikisha afya zetu ziko salama sana. Sasa nilitembelea kwenye mtandao huko nikakutana na hichi kipeperushi cha Wizara ya Afya chenyewe kinaongelea ugonjwa wa kipindupindu. Umesema ugonjwa wa kipindupindu ni kupinduka. Hiyo sio kweli. Sio kweli? Sio kweli. Yaani sasa nikufanyaje? Nisaidia. Sasa wataalamu wa afya wenyewe wanatuambia hivi. Kipindupindu ni ugonjwa wa kuharisha na kutapika unaosababishwa na vimelea vya bakteria vinavyoitwa kwa lugha ya kitaalamu Vibrio cholerae. Bas. Ndio. Video call. Hiyo inasababishwa na watu ambao wanapiga simu. Kwa nani waona wanapigana, unamuona mtu na yeye anakuona kule. Hapana Masai. Yaani hii inaitwa hii ni lugha ya kitaalamu, jina la kitaalamu la hawa vimelea hawa wanaitwa Vibrio cholerae. Na ina kama ni mapacha na video call. Hapana, sio kweli. Hapana. Yaani Vibrio cholerae hivi vimelea havihusiani kabisa, bakteria hawahusiani kabisa na masuala ya video call. Yanafanana sana kwenye kusema. Hapana, jina tu ndio linafanana lakini havihusiani. Kama ni kuharisha na kutapika. Ni kuharisha na kutapika, ni ugonjwa wa kuharisha na kutapika. Sasa unaniambia sasa hiyo inakuwa ni kusafisha tumbo. Kuna hata kule kwetu tunakula dawa ile inaitwa Rupulpu, tunaenda kunywa kule. Wakati tunaenda kwa polini, tunabeba nyama na tunaondoka na mbuzi pamoja na sifiria, tunaenda kuchamusha hiyo dawa na Masai, usichanganye mambo. Sasa hiyo Rupulpu sio dawa ya kuharisha, dawa ya kupunguza unene sio, hiyo haihusiani na kipindupindu. Inatoka kutoka. Sasa sisi tunazungumzia kuharisha huku ni ugonjwa. Kumbe ni ugonjwa ambao unasababishwa na hao bakteria. Umeshanielewa Nigeria nani? Na inasababisha yani huu ni ugonjwa ambao unasababishwa na vimelea vya bakteria vinavyoitwa kwa lugha ya kitaalamu Vibrio cholerae. Mara Nigeria, mara video call. Yaani inataka kama inataka kufanana hiyo. Sio Nigeria, ni bakteria. Unashanielewa Kwa hiyo sasa hiyo ndio maana ya ugonjwa wa kipindupindu. Unaendelea kutazama kipindi cha Afya Comedy. Maoni yako ni ya muhimu sana kwetu. Unaweza kutuandikia ujumbe mfupi wa maneno kwa kupitia nambari yetu ya simu inayopita hapo katika skrini yako. Endelea kupata elimu pamoja na burudani. Sasa tushajua maana ugonjwa wa kipindupindu, lakini pia twende tukaangalie chanzo cha ugonjwa huu wa kipindupindu. Umeshanielewa? Ndio. Kipindupindu hasa chanzo chake ni vimelea vilivyomo kwenye kinyesi, sawa, na matapishi ya mgonjwa wa kipindupindu. Unajua yule mgonjwa wa kipindupindu anapokuwa amejisaidia, kile kinyesi chake kinakuwa kina vimelea, sawa, vya huu ugonjwa. Inakuwa hapo kwenye kinyesi. Hiyo ya kwanza. Lakini pia kinyesi cha mtu ambaye hata bado hajaonesha zile dalili za kipindupindu. Na inakuwa tena na hiyo kipindupindu. Inakuwa ni hatari sana. Inakufuata tu kila pahala. Nakwambia huu ni ugonjwa hatari sana. Kwa hiyo ndio maana tunashauriwa kuwa na matumizi ya vyoo. Bas, na hata sisi kule kwetu hiyo hamuna. Huwa hamnaga matumizi ya vyoo. Hiyo ugonjwa hamuna sababu haiwezi kufika, sababu sisi unachimba na chimo kwenye kichaka. Alafu unaweka hapo kinyesi, unafunika. Na inaweza ikawa na faida hata mara mbili. Sababu ukifunika makati ya mfua ya kinyesa, ukiweka muhindi inatoka. Sasa Masai, hapa sasa ndio tusikilize wataalamu wa afya wanapotuambia. Wanatuambia kwamba kinyesi hiki ni hatari sana. Hata ukifunika kwenye kichaka. Yaani nyinyi sio kufunika kwenye kichaka. Kufunika kwenye kichaka maana yake yuko ni kuendelea tu kukisambaza. Kwa sababu kwenye kichaka unakuwa hujakichimbia au hujafunika. Choo kinakuwa kina shimo kubwa ambalo ukisha kiweka kile kinyesi mule ndani, sisi afya zetu zinaendelea kuwa salama kwa sababu hatuwezi kuhudhuriwa na hawa bakteria. Umeshanielewa? Na nitakueleza ni hawa bakteria wanatufikiaje sisi mpaka wanatuambukiza huu ugonjwa. Kwa maana unakuwa mbona unaisungumzia kama unaitunza vizuri kwenye shimo nzuri, unaitunza na ni uchafu. Sio kusema kwamba tunatunza, yani tuseme niseme kuhifadhi kile choo, kile kinyesi, kukifukia kwenye shimo kwa hali ya usafi. Na inatupa tabu. Tunahangaika na kitu ambaye ni takataka tu, na hata ukitupa kwa kichaka hata ikufuati. Haitakiwi kutupa kwenye kichaka. Kwa sababu unapotupa kwenye kichaka,
tunakuwa katika hatari zaidi ya kupata ugonjwa, kwa sababu unavyokitupa pale kinavyokuwa na wale bakteria wale wa vimelea. Kwa hiyo nzi anavyokuja kutua kwenye kile choo, kile kinyesi, afu anakuja kutua kwenye chakula chako, anakusababishia wewe nini? Ugonjwa. Na ndio maana wataalamu wa afya wanatuambia tutumie vyoo ama tuchimbe mashimo, tufukie nini? Vile vinyesi. Hii nzi sasa inakuwa ni msafirishaji sasa. Ndo anabeba. Hiyo yote tutakuja kuona pale mbeleni. Umeshanielewa Nimekupata hapo. Na kinaogopesha. Inaogopesha sana. Sasa hivi Masai, nataka tuwafundishe wananchi na pia nikufundishe kuhusiana na masuala ya dalili bwana. Yaani kuona nijue ni hii hapa inakuja. Ukiona tu hizi dalili unajua kwa sahihi inakuja. Hichi ni kipindupindu. Sawa. Umenielewa? Leta hiyo maneno. Sawa. Sasa dalili ambayo inaashiria kwamba huyu mtu ana ugonjwa wa kipindupindu ni kuhara mfululizo au mara kwa mara bila tumbo kuuma, ambako kunaweza kuambatana na kutapika. Sasa hapo kuna matatizo gani hapo? Kwa nini? Sasa unahara alafu unatapika alafu tumbo haiumi. Si hamna matatizo kama haiumi, kuna nini? Sasa kuna tatizo hapo. Sasa Masai, yani kule kuhara tu peke yake ni tatizo. Binadamu hatakiwi kuwa katika hali ile ya kuhara choo, anahara mara anatapika mfululizo, kwa sababu pia kuna madhara. Unavohara unakuwa unapoteza maji mengi sana mwilini. Inakuwa ni kama mtu ametoboka, sasa maji ikiingia inatoka kwa moja kwa moja. Sasa uone kama hiyo ni hasara. Kweli matatizo. Matatizo makubwa. Sawa. Pia dalili ya pili, unaona, kuna kuhisi kiu sana, macho kudidimia, ngozi kusinyaa, kuishiwa nguvu, kuhema haraka na kulegea. Hali hii hutokana na upungufu wa maji na madini mwilini. Yale nilikuwa nakwambia. Tanzanite. Sasa Tanzanite inatoka wapi tena Masai? Ni wewe unasema, sio mimi. Unasema madini. Mimi umeona mimi nimezungumzia habari za Tanzanite hapa. Unasema kwamba kuna kupungua maji na madini. Ninapozungumzia ni yale madini yaliyoko mwilini. Mwili wa binadamu tunapokuwa tunakula vile vyakula bora, mlo kamili ambao madaktari, wataalamu wa afya wanatushauri kula, mwili unakuwa unapata virutubisho, unapata yale madini, kuna madini joto, kuna vitu gani? Ni kama mgodi sasa hiyo mwili. Inakuwa kama mleradi. Unajua utafanya kipindi hilo kitakuwa kirefu hapa alafu amebia atatuambia muda umeisha, muda sio mrefu. Kwa hiyo nitaidi kunielewa na Watanzania hapa waendelee na wao pia waelewe. Ni jinsi gani kipindupindu kinavyoenea. Umeshanielewa Kipindupindu kinaweza kuenea kwa kufanya vifuatavyo. Kwanza kabisa, kula chakula au kunywa kinywaji chochote kilicho na vimelea vya ugonjwa wa kipindupindu. Najuaje sasa hii iko na hiyo na melea yake? Na hii hamna. Kwa sababu kuna mambo ambayo ukiyafanya basi yatakuweka hatarini au kuweka hatarini chakula chako kupata hivi vimelea. Umeshanielewa Kumbe sasa ndio naanza kufiata hiyo sasa. Kwa mfano wewe unakunywa maji yasiyochemshwa au kutibiwa kwa dawa ya klorini. Hiyo ni hatari sana. Sasa chai tuchamuse, maji tuchamuse. Mbona anachanganisha hapo? Maji ya kunywa inatakiwa kuyachemsha ili kusudi uweze kuua vile vimelea vilivyomo ndani ya maji. Kiu itakatika na maji ya moto. Maji yanavyochemka yanaua vile vijidudu, umenielewa? Alafu nakunywa ya moto. Unaacha yapoe alafu ndo unakunywa. Kwa hiyo maji unaweza kanywa tayari yameshapoa, ni ya baridi, lakini uliyachemsha na ukayahifadhi kwenye chombo safi na salama pamoja na kilichofunikwa. Mimi ulisema kuchamusa maji ndio ukunywe. Nikasema watu wa Sadalamu wanakunywa maji wanatoa kwenye fijili ya baridi, watakufa watu yote. Mbele mpaka ipoe. Mpaka ipoe. Umeona? Sawa. Epuka kula chakula ambacho kimepoa, ambacho pia hakijafunikwa. Kwa sababu gani? Kinapokuwa kinapoa, alafu unapokiacha wazi, nzi anaweza akatoka kwenye choo, kwenye kinyesi, akaenda akatua kwenye kile chakula chako. Sasa hii dunia mbona nasidi kwa matatizo. Sisi kufutafuta hela ufutafute kwa matatizo. Uende ununue hii chakula kwa matatizo. Ukuje nayo kwa boma upike tena uanze kula kwa kuficha. Badala uache ukae sasa umage, uache kae safi. Hiyo sio kuficha. Kuficha maana yake ni kukiweka chakula mahali pasipoonekana kwa Kiswahili. Lakini sasa unaweza ukakiweka tu mezani vizuri, lakini uhakikishe umekifunika. Unaficha. Sio kuficha, kuna tofauti kati ya kuficha na kufunika. Sasa na hii maembe tuchamuse ama tufanyaje? Maembe sasa hapo tunakuja kwenye matunda. Hakikisha unaosha matunda yako. Sawa sasa. Kama unajala matunda, osha vizuri ili kuepuka kumla yule kimelea. Nakupata sasa, nakupata. Umenielewa? Kipindupindu je, ni hatari sana.
Sasa kwa vile ambao wanasema heli inaweza kuwa ni hatari sana. Sasa hiyo ndo tumeangalia ni jinsi gani kipindupindu kinavyoenea. Umeshanielewa? Ndio. Awareness inakuwa inaeneza. Ndio. Sasa Masai, hapo tumeshaweza kuona ni jinsi gani huu ugonjwa wa kipindupindu unavyoenea. Ndio. Sawa? Ndio. Lakini pia watazamaji huko nyumbani, watazamaji wa TVE, watazamaji wa Afya Comedy wangependa kufahamu ni jinsi gani wanaweza wakajikinga na ugonjwa huu wa kipindupindu. Sana. Si ndio? Sana. Sasa nakuletea hawa vijana wanaitwa Mahona Old School Crew. Si ndio wale? Wale vijana wale wale wanaimba bendi yao kwanza wanaimbaga usiku. Sio mchana, na hiyo inaweza ikawa ni ile ni kwenye sherehe ama nikawa bila hata sherehe. Hata bila sherehe, ndio maana wamekuja kwa ajili ya kuelimisha wananchi. Na sisi hapa tunapiga lomoni. Watu wanafikiri lomoni ni bure, ni lomoni ambayo inafundisha. Inafundisha. Ndio. Unacheka na unajifunza. Na unajua kwa Kimasai lomoni ni nini? Ni ombea kama ni ombea. Ni ombea. Sasa sisi hatupigi ombea, sisi tunafundisha. Ni fundisho tu. Tunafundisha. Sasa na mtazamaji, twende tukawaangalie Mahona Old School Crew. Sawa? Wao watatufundisha ni jinsi gani tunaweza tukajikinga na huu ugonjwa wa kipindupindu. Kwa sababu Masai alishatufundisha hapa jinsi gani kwanza kipindupindu ni nini, kinatokeaje, ni jinsi gani dalili zake zinakuaje, umeona? Jinsi unavyoenea. Sasa tunataka tujue jinsi ya kujikinga. Bila shaka utajifunza na utacheka pia kutokana na maneno ya hawa jamaa. Inakuja hapo sasa. Aya mabedo. Sawa. Ndio. Kula chuma hicho. Jinsi ya kujikinga na kipindupindu. Na hii ndio jinsi ya kujikinga na kipindupindu. Alafu sasa kuna wale watu ambao wanapenda kuogelea. Wewe ndio kweli unapenda kuogelea. Kuswimia. Unaenda mtoni au ziwani. Kwa nini uachie vitu huko? Hapana bwana, usijisaidie kwenye maji. Utasababishia watu kipindupindu. Hivi umesahau kuwa kuna watu wanakulaga vikombe? Eti wanakula. Wanakunywaga vikombe. Vile visivyokuwa na siri lazima vielee kama maboya, tutakujua. Lakini pia kabla ya kula nawa kwa maji tiririka. Na ukimaliza kula pia nawa kwa maji tiririka. Alafu kifunike chakula chako. Huwezi jua, hii sio kitaalamu lakini unaweza kukuta kuna katika environment kuna watu wataweka mikono alafu ujue. Hautaamini. Lazima kuwepo waonjaji. Kwa hiyo funika chakula chako vizuri ili nje wasije wakadondokea ama wakatua ukasababishiwa kipindupindu pia. Lakini pia ukiwa unakula matunda, osha tunda lako kwa maji tiririka. Tunapenda sana kula matunda mtaani. Ukinunua tunda lako muulize muuza matunda maji tiririka ya kuoshea tunda langu. Alafu kuna mtindo na uonaga siku. Unachukua tunda unalipakaza kaleso namna hii, yaani unalifuta na kaleso. Sasa leso natakasaje? Huwezi kutakasika kwa leso. Osha. Sawa. Jinsi ya kujikinga na kipindupindu. Jinsi ya kujikinga na kipindupindu. Naam mtazamaji, bila shaka umepata burudani ya kutosha kupitia katika kipindi chetu cha Afya Comedy. Wakati kipindi kilipokuwa kinaanza uliweza kuwasikia wananchi walivyokuwa wakieleza ni kwa jinsi gani wanafahamu kuhusu ugonjwa wa kipindupindu. Lakini pia tumepata burudani ya kucheka kutoka kwa Masai Nyota na pia tumejifunza bwana. Lakini baada ya hapo tumewaangalia Mahona Old School Crew. Bila shaka umeburudika na umejifunza pia. Naitwa Hamisi Kitenge bwana. Hii ni Afya Comedy. Ninakuletea moja kwa moja kutoka nchini Ujerumani. So unaweza ukaona bwana. Tuendelee katika mfululizo wa vipindi hivi. Hapa ni TVE Tanzania. Usisahau kusubscribe, kulike na kucomment pia katika chaneli yetu ya YouTube. Mpaka wakati ujao, naitwa Hamisi Kitenge. Bye bye. Usikose kutazama kipindi cha Afya Comedy kinachoangazia masuala ya afya na changamoto za kiafya zinazoikabili jamii yetu. Kipindi hiki kitakuelimisha na kukuburudisha kwa njia ya ucheshi na vichekesho. Ni kila Jumanne saa 3 kamili usiku na marudio ni Alhamisi saa 5 asubuhi na Jumapili saa 10:30 alasiri.
na marudio ya mwisho ni Jumanne saa 3 asubuhi. Hapa hapa TVE Tanzania.